Mzunguko wa maisha wa kantangaze. Tuta absoluta. Kantangaze ni adui namba moja wa zao la nyanya, anayeweza kusababisha hasara ya hadi 100% ya mavuno. Hapa ndivyo anavyovamia shamba lako. Hatua ya yai. Jike moja hutaga hadi mayai 260 meupe au ya njano chini ya majani. Hatua ya kiwawi au mabuu. Hii ndiyo hatua hatari zaidi. Viwawi au mabuu hula tishu za ndani za mmea na kutengeneza mifereji au mines kwenye majani na mashina. Uharibifu wa matunda. Mashambulizi ya viwawi au mabuu hufungua milango kwa fangasi na bakteria, jambo linalopelekea matunda kuoza. Hatua ya kifokofuko au pupa. Baada ya siku 12-15, kiwawi hugeuka kuwa pupa kwenye udongo au ndani ya jani. Nondo au kipepeo kamili. Ndani ya muda mfupi, siku 24 mpaka siku 38, nondo au kipepeo mpya hutoka na kuanza mzunguko mwingine kwa kasi ya ajabu. Mbinu za ushindi. Namna ya kumdhibiti. Usisubiri mmea ukaushwe au tunda litobolewe. Tumia mbinu hizi mbili muhimu. Moja, hatua za awali au monitoring. Usisubiri uone tunda limetobolewa. Anza kupambana pindi tu unapoona alama za mayai madogo upande wa chini wa jani, au mifereji midogo au matobo yanayoanza kutokea kwenye majani. Kumbuka, ukichelewa, viwawi wataingia ndani ya tunda na udhibiti utakuwa mgumu na wa gharama kubwa. 2. Muda sahihi wa kupulizia dawa. Kantangaze ni mjanja, hujificha mchana kukwepa joto. Ili dawa ifanye kazi vizuri, pulizia dawa asubuhi na mapema au jioni sana. Wakati huu, wadudu wanakuwa nje ya maficho yao, hivyo ni rahisi dawa kuwagusa na kuwaangamiza moja kwa moja. Mkulima, wahi mapema kabla hawajatawala shamba. Je, ungependa nikuandalie pia orodha ya aina za dawa au viuatilifu ambavyo ni rafiki kwa mazingira lakini vikali kwa kantangaze ili ukamilishe mpango wako wa ulinzi? Comment neno ndio na follow akaunti yangu hapo chini ili uweze kupata listi ya sumu sahihi za kuangamiza kantangaze.